Kuondoa mgawanyiko na Daktari Jim Richards. Napojaribu kurekebisha, nimekukataa. Kuna kitu katika mawazo yetu hasi yanayotegemea hofu ambayo yametufanya tuamini kwamba kuwafundisha watu yaliyo mema huanza kwa kuwaonyesha au kuwaambia kwamba wamekosea. Sababu ni kwamba wakijua kwamba wamekosea, basi watataka kufanya yaliyo mema. Matokeo yake si Wakristo tunajaribu kuwashawishi watu kwamba wao ni wenye dhambi kabla ya kuwaambia kuhusu upendo wa Mungu. Katika mawazo yetu ya haki ya matendo, hapo tunafikiri lazima tupate haki. Tunaamini kwamba kuwa sahihi na kujua ukweli ndio kunaotosheleza kuwafundisha wengine. Inaonekana kwamba ulimwengu mzima unastawi kwa hitaji la kuwa sahihi. Mimi ni sahihi na hilo linanistahilisha kukusaidia. Hii inaunda utengano unaotegemea ubora kati ya makasisi na waumini, walio sahihi na wasio sahihi. Mwishowe, majaribio haya mengi ya kufundisha yangegeuka kuwa vita vya nani yuko sahihi. Kuwa sahihi hakutustahili kuwafundisha wengine. Ni upendo, kujali na kujua ukweli ndio unaotustahilisha kufundisha. Yesu alitupa mfano wa kuwafundisha wengine. Kwa nini usisumbue kuhusu kibanzi katika jicho la ndugu wakati unao ubao ndani yako mwenyewe? Unapaswa kusema, rafiki, acha nikusaidie kutoa kibanzi hicho katika jicho lako, wakati huwezi hata kuona kwa sababu ya ubao ndani yako mwenyewe. Mnafiki kwanza huondoa ubao, ndio anaweza kuona ili kumsaidia ndugu yako. Mathayo 7:3 hadi 5. Kwa maneno mengine, ninahitaji kushughulika nami kabla sijajaribu kukushughulikia nawe. Njia ni ya kuwasaidia wengine kweli ni kuondoa boriti katika jicho la wenyewe. Lazima tushughulike sisi wenyewe ikiwa tutakaa kufurahia mtu mwingine. Tunapaswa kutambua kwamba jukumu letu si kamwe kumrekebisha mwingine, bali ni kumtumikia. Mara nyingi tunajaribu kuongoza kutoka katika nafasi ya ubora. Tunafikiria kwa uongo kwamba ikiwa watu wanaotuona kama bora wataamini, kutafuata na watakuwa wazi kwa mafundisho yetu. Niliwahi kusikia haya yakisema, mtu atayekushawishi zaidi ni mtu mwenye unayeamini, bali ni mtu anayekuamini. Watu huamini wale wanaoamini. Watu hao ndio ambao wanahisi salama vya kutosha kufungua mioyo yao na kusikia mafundisho. Nao lazima tuondoe macho kwetu kitu kinachotupofisha kwa mahitaji halisi ya wengine, na hiyo ni hukumu. Haiwezekani kuwahudumia na kuwahukumu kwa wakati mmoja. Hatuwezi kuwaonyesha makosa yao bado kuwafanya wajisikie salama. Hatuwezi kuwadhibitisha kuwa wakosea na kuwapa tumaini kwa pumzi moja. Hatuwezi kuwakumbusha yaliyopita na kuwatia moyo kwa ajili ya mustabaki wao. Kwa kifupi, hatuwezi kuwashikia ikiwa tayari tumewahukumu. Tunapokuwa vipofu kwa hukumu, hatuna sifa za kumsaidia mtu yeyote. Kati ya vikwazo vyote machoni mwetu, hukumu yetu inaweza kuwa mojawapo ya vizuizi vikubwa zaidi. Mara tu ninapoamua kuwa nini mtu anachofanya, nimepitisha hukumu, na sasa lazima nimfanye mtu huyo akubali hukumu yangu. Ni kama daktari anayegundua ugonjwa bila kumsikiliza mgonjwa wake, na sasa msaada huo utasababishwa matatizo hata zaidi. Kwa hivyo, bila kujali nia yetu, ikiwa haisaidii. Ingekuwa sawa na kutumia wembe
kunywa kipande cha vumbi na mbao kutoka kwenye jicho lako, ingawa nimepofushwa na kijiti kwenye jicho langu mimi mwenyewe. Mwishowe sote wawili tutakuwa vipofu. Methali 18 mstari wa 13 inasema, ni aibu ilioje, upumbavu ulioje kutoa ushauri kabla ya kusikiliza ukweli. Hukumu zetu hufanya iwe vigumu kusikia kile ambacho mtu anawasiliana nacho haswa. Tunapozidi kuzingatia kudhibitisha hukumu yetu kuwa sahihi badala ya kukidhi hitaji la mtu mwingine, kisha jambo lote linakuwa kuhusu kuhidi hitaji letu badala ya lao. Jambo bora zaidi tunaloweza kufanya kuwasaidia wengine ni kujisaidia. Lazima tuendeleze maisha yetu ili tuwe na motisha ya upendo kila wakati. Lazima tuweze kutoa matumaini, kujiamini na uaminifu tunapopaswa kuwasaidia watu kuishi upendo na salama. Tunapaswa kuwa mifano ya wengine kufuata badala ya wataalamu wanaorekebisha watu. Watu wanapoishi kwamba tunajaribu kuwarekebisha, wanahisi kudhibitiwa na kukataliwa. Wanahisi kama mchakato mzima ni kuhusu kuwadhibitisha kuwa wamekosea. Wanaishi kama tunapolazimisha kuchagua kwetu badala ya kuwawezesha wao. Tunapoongoza kwa upendo, hata hivyo, watu uhisi ushauri wetu badala ya sisi kutafuta kuwashauri. Lazima tujifunze kuwa juhudi zetu ambazo tuna uhakika kwamba zitaleta faida kubwa zaidi. Hatujui kama kila mtu tunayemshauri atapata msaada au kama kila mtu tunayemshuhudia ataokolewa. Hatujui kwamba wakati tunapompa mtu yeyote utazaa matunda yote halisi. Hata hivyo, tunaweza kujua kwamba mioyo yetu imejitolea kwa Mungu. Tunaweza kujua kwamba tumejitolea kuwasaidia wengine kuuhisi upendo wa Mungu. Tunaweza kujua kwamba kila uwekezaji tunaofanya katika maisha yetu utakuwa na dhamani na matunda, na tutaongoza uwezo wetu wa kuwasaidia wengine. Kila siku kuna ahadi mbili tunazopaswa kufanya. Jinsi tunavyoshughulika ndivyo zitaamua kila kitu kingine maishani mwetu. Kwanza, je, tutamfuata Yesu kwa moyo wote leo? Na pili, je, tutatembea katika upendo? Mtume Yohana alisema hivi, na hii ndiyo amri yake, kwamba tuliamini jina la mwanaye Yesu Kristo na kumpenda kama alivyotupa amri. Yohana wa kwanza mstari wa 3 hadi 23. Neno la Kigiriki la kuamini pia linamaanisha kutii. Kuamini na kutii ni sawa. Agano Jipya halitoi dhana yeyote ya kuamini isipokuwa kutii. Biblia ya Amplified inatafsiri neno hili kama kuamini, kushikamana na kutegemea. Ikiwa hatujajitolea kutembea katika upendo, hatumfuati Mungu, wala hatujitoi kwake. Hadi upendo ututie motisha, hatuwezi kuamini nia zetu. Bila upendo, hatujaribu kuwarekebisha wengine badala ya kuwaponya kwa upendo. Hadi upendo ututie motisha, taongozwa na ajenda ya ubinafsi ambayo hutumia huduma kama fursa ya kukidhi mahitaji yetu wenyewe. Haijalishi kuna hitaji gani katika maisha ya mwingine, hatujaribu kuondoa kibanzi kutoa jicho wake huku gogo likiwa limekwama jichoni mwetu. Upendo unaweza kuona kosa na bado kupata jema. Upendo unaweza kuona udhaifu na kuonyesha nguvu. Upendo unaweza kukerwa na dhambi, lakini kwa upole unapenda mwingine mwenye dhambi. Upendo unaweza kushikilisha kwa uvumilivu na kuhifadhi dhamani ya nafsi. Upendo unaweza kustili kuondoa kibanzi wakati mtu yuko tayari. Na upendo unasema jambo kubwa zaidi unaweza kufanya kwa jirani yako ni kutoa gogo kutoa jichoni mwako mwenyewe. Kwa hivyo, kabla ya kutafuta kumsaidia mtu yeyote, angalia kwa upendo. Jiulize, je, nimejitolea kumfanya mtu huyu haisi anapendwa?
Je, nitamkaribia mtu huyu kwa njia ambayo itamfanya aishi vibaya au haisi anavyopendwa? Hadi utakapojibu swali hilo, ondoa vidole vyako machoni pa mtu mwingine.